Mpendwa msikilizaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea na muhuri wa 6. Kabla ya kuanza somo hili zuri, tuweze kuomba. Asante rafiki yetu mwema, Mungu mwenye nguvu, asante kwa huruma zako katika maisha yetu. Tazama, katika muda huu tunatamani kusikia sauti yako ikinena nasi, ikituandaa kwa ajili ya tukio kubwa utakapokuja mara ya pili. Asante kwa kuwa Baba, Roho wako mwema atatuongoza vyema na kutufundisha kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, Ufunuo 6 mstari wa 14 hadi 17 naye nasema, mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele ya uso wake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, nao ni nani awezaye kusimama? Mpendwa msikilizaji, matukio haya yanaonyesha watu kila nyanja ya maisha wakiwa katika taharuki, wakijaribu kujificha dhidi ya tishio la badiliko la ghafla la ujio wa Kristo. Wanaiambia milima na miamba iwafunike ili wakinge wasikumbane na uso wake yeye aketie katika kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Mpendwa, katika muhuri wa 6 unafikia wakati ambao Yesu anakuja kusambaratisha uovu. Wakati Kristo anapokuja mara ya pili, ndipo muhuri wa 6 utakapohitimishwa, na wale watakaoweza kusimama siku hiyo ya kutisha, siku iliyo kuu ya kutisha, ni watu wa Mungu waliotiwa muhuri. Sisi tunaoishi sasa tupo kwenye muhuri wa 6 hadi wakati wa ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Tazama, tupo ukingoni mwa dunia ya kutisha. Je, mpendwa, umejiandaa katika siku ile iliyo tamu na yenye furaha? Jiandae, nami najiandaa ili siku moja tuwepo pale. Mpendwa, mbingu zikajikunja kama ukurasa ulivyokunjwa. Katika tukio hili mawazo yetu yanaelekezwa kwa wakati ujao, na badala ya kutazama yaliyopita na kuona neno la Mungu likitimizwa, sasa tunaitwa kutazama matukio yajayo ambayo kwa hakika yatatimia vile vile. Nafasi yetu imeelezwa wazi kabisa. Sasa tunasimama kati ya aya ya 13 na ya 14 ya sura hii. Bado tunasubiria mbingu zijikunje kama karatasi inavyokunjwa kwa pamoja. Hizi ni nyakati za uzito na umuhimu sio na kifani, kwa maana hatujui ni karibu kiasi gani utimilifu wa mambo haya ulivyo. Kujikunja kwa mbingu kunahusishwa na kile waandishi wa Injili wanachokiita katika mlolongo huo wa matukio, kutikiswa kwa nguvu za mbinguni. Maandiko mengine yanatoa maelezo zaidi kuhusu nabii huu kutoka Waebrania 12:25 hadi 27, Yoeli 3:16, Yeremia 25 mstari wa 30 hadi 33 na Ufunuo 16 mstari wa 17. Tunajifunza kwamba ni sauti ya Mungu anaposema kwa ukuu wa kutisha kutoka katika kile kiti cha enzi cha mbinguni, inayosababisha msukosuko huu wa kutisha katika nchi na mbinguni. Mara moja Bwana alinena kwa sauti inayosikika alipotoa sheria yake ya milele katika mlima Sinai. Wakati huo nchi ilitetemeka sana. Atanena tena mpendwa, na si nchi tu itatikisika, bali mbingu pia. Ndipo dunia itayumbayumba kama mlevi, itakuwa imevunjika na kuharibiwa kabisa. Hiyo inapatikana katika kitabu cha Isaya 24. Milima itaondolewa kutoka katika misingi yake imara, visiwa vitabadilisha mahali pake ghafla katikati ya bahari. Kutoka tambalale zilizo sawa milima mikali itainuka, miamba itachomoza kwa maumbo yake makali kutoka katika uso uliovunjika wa dunia. Wakati sauti ya Mungu ikisikika duniani kote, machafuko makubwa kabisa yatatawala katika uso wa maumbile. Ili kuonyesha kwamba hii na haya sio mawazo ya kufikirika tu, msomaji anaombwa na unakuomba msomaji uweze kuangalia maneno halisi ambayo baadhi ya manabii walitumia kuhusu wakati huu. Isaya anasema kwamba
nchi imevunjika kabisa, nchi imepasuka kabisa, nchi imetikisika sana, nchi itayumba yumba kama mlevi, na utatikiswa kama kibanda, na kosa lake litakuwa ni zito juu yake, nao itaanguka wala haitainuka tena. Hiyo ni Isaya 24 mstari wa 19 hadi 20. Yeremia naye anaeleza tukio hilo kwa lugha ya kutisha. Naliitazama nchi, na kumbe ilikuwa ukiwa tena tupu, na mbingu nazo wala hazikuwa na nuru. Naliitazama milima, na kumbe ilitetemeka, na vilima vyote vikayumba yumba. Naliangalia, na kumbe hapakuwa na mtu, na ndege wote wa angani walikuwa wamekimbia, kwa maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa. Yeremia 4 mstari 23 hadi 27. Ndipo ndoto ya ulimwengu ya usalama wa kimwili itakapovunjika kabisa. Wafalme waliokuwa wamelewa na mamlaka yao ya kidunia, ambao hawakuwahi kufikiri kuwa kuna mamlaka yaliyo juu yao, sasa watatambua kwamba yupo mmoja anayetamalaki kama mfalme wa wafalme. Wakuu wataona ubatili wa fahari yote ya dunia, maana kuna ukuu ulio juu ya dunia. Matajiri watatupa fedha zao na dhahabu yao kwa fuko na popo, kwa maana haviwezi kuokoa siku hiyo. Mpendwa msikilizaji, wakuu wa majemedari watasahau mamlaka yao ya muda mfupi, na wenye nguvu watasahau uwezo wao. Kila mtumwa aliyefungwa vibaya zaidi katika utumwa wa dhambi, na kila mtu huru, tabaka zote za waovu kutoka wa juu mpaka wa chini kabisa, watajiunga katika kilio kikuu cha hofu na kukata tamaa. Wale ambao hawakuwahi kumwomba yeye ambaye mkono wake ungeweza kuleta wokovu, sasa wataomba kwa uchungu. Miamba na milima iwafunike milele, wasionekane mbele zake yeye ambaye uwepo wake unawaletea uangamivu. Wangependa sasa kuepuka kuvuna yale waliopenda kuyapanda katika maisha ya tamaa na dhambi. Wangependa sasa kukwepa hazina ya ghadhabu waliojiwekea wenyewe, na horodha ya makosa yao katika giza la milele. Kwa hiyo wanakimbilia kwenye miamba, kwenye mapango na mipasuko ambayo uso ulivunjika wa dunia unawafunulia. Lakini ni kuchelewa mno mpendwa. Hawawezi kujificha hatia yao, hawawezi kuficha hatia yao pia, wala kwa muda mrefu, wala hawawezi kukimbia kisasi kilichocheleweshwa kwa muda mrefu. Itakuwa ni bure kuita, enyi milima tuangukieni, kwa maana mkono wake utawapata wote katika siku hiyo, siku ambayo walidhani haitakuja kamwe, hatimaye imewafikia. Imewafikia mpendwa, kama mtego, na lugha ya mioyo yao yenye maumivu ni hii: siku ile kuu ya ghadhabu yake imekuja, naye ni nani awezaye kusimama kabla siku hiyo haijaja pamoja na matukio yake kutisha? Tunakusihi wewe msomaji, tunakusihi wewe msikilizaji, utoe uangalifu wako wa dhati na wa kweli kwa wokovu wako. Wengi leo wanaojifanya kudharau maombi, lakini wakati mmoja au mwingine watu wote wataomba. Wale ambao hawataki sasa kumwomba Mungu kwa toba, wataomba milima na miamba kwa kukata tamaa, na huo utakuwa mkutano mkubwa zaidi wa maombi kuwahi kufanyika. Ni heri zaidi kuacha vita hiyo isiyo sawa, wakati msamaha mpendwa, tumaini na amani bado vinaweza kupatikana. Wala usiendelee kukimbilia dhambi, wala usiendelee kukimbilia dhidi ya nguvu hizi za dunia ambazo ni za muda mfupi, bali ujisalimishe kwa toba na kujiweka chini ya silaha zote za uasi. Ni heri kuomba sasa katika upendo kuliko kuomba baadaye atakaporudi mara pili kwa hofu. Mwiteni sasa wakati bado anangoja kusikia, ili katika mwisho ujao, wakati kutoka mbinguni Yesu atakapokuja, uwe tayari, uwe sehemu salama. Jeshi la malaika litakapomsindikiza Bwana wa mbinguni aliye juu sana, ambaye mbele zake dunia ngumu hupasuka, na wewe uwepo mpendwa, uweze kumwona kama rafiki mwenye nguvu zote, na kupumzika salama chini ya mbawa yake kwa ulinzi. Katikati ya uharibifu wa vitu vyote vya dunia, wewe uwe salama. Asante rafiki yetu mwema, nashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Nashukuru kwa sababu tunatamani tuweze kujiandaa muda huu, ili ujapo mara ya pili tusikimbie milima na miamba ili uweze kutuficha, bali tuseme huyu ndiye
tuliyemngoja aweze kutuokoa na taabu na shida hizi za dunia hii, tuweze kufurahi na kushangilia. Tuandae sasa ili usiku utakapokuja tuwepo. Asante kwa kuwa unafanya hivyo na kuzidi, kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen. Karibuni atarudi kama alivyosema. Jukumu letu ni moja, kuwajulisha wote ya kwamba Bwana yu karibu na wajiandae. Nenda ukawaambie, Mwokozi wetu yu karibu. Nenda ukawaambie, wamrudie Bwana, kwani saa ya kuja kwake ni karibu sana. Wamrudie Muumba wao, waupate uzima. Nenda ukawaambie, Mwokozi wetu yu karibu. Nenda ukawaambie, wamrudie Bwana, kwani saa ya kuja kwake ni karibu sana. Wamrudie Muumba wao, waupate uzima. Tumeziona dalili za marejeo ya Bwana, kama alivyosema, yote tumeyaona, na tuwajulishe wote kwamba yu mlangoni. Anayeamini ajitayarishe. Nenda ukawaambie, Mwokozi wetu yu karibu. Nenda ukawaambie, wamrudie Bwana, kwani saa ya kuja kwake ni karibu sana. Wamrudie Muumba wao, waupate uzima. Nenda ukawaambie, Mwokozi wetu yu karibu. Nenda ukawaambie, wamrudie Bwana, kwani saa ya kuja kwake ni karibu sana.